Kuna mtu anasahau hata kufua nguo, anaketi anafuatilia. Naongea ukweli. Hata mtoto akimuita asikii, anaketi anafuatilia. Divorce ni divorce tu, lakini iko na sababu nyingi. Wala usifikirie yako si divorce. Ya mwisho ni kifo. So utaniuliza kifo inakuaje chanzo cha divorce? Divorce inaletwa na rejection. Divorce inaletwa na spiritual relationship. Spiritual relationships. Pasta yote ambaye ako hapa naomba uwe makini. Unajua huwa mnafundishanga huko na mnafundisha vitu tofauti na kile nafundisha. Hapo nimeongea ukweli wachungaji. Sababu nikiwatuma hamna haja ya kuwatch ile TV. Na washirika wana watch hiyo TV. Na wakija kwako wanaona unafundisha kitu tofauti na kile yule mtu alifundisha. Alafu anapanda gari anakuja huko. Umenielewa? Lakini nirudie. Spiritual relationships. Nimesema rejection, spiritual relationships. Barrenness. Hizi zote. Poverty. Wealth. Now, nitakuelezea moja moja. Ile nitakumbuka. Mimi kitabu yangu iko. Lakini Mungu aliniambia juzi, amerudia mara 2 niandike kitabu. Kwa hivyo nitaandika kitabu. Kuna watu ambao wakiolewa na wako na spirit of divorce. Ile inakuja kumpiga ni kukataliwa. So yeye anajua amekataliwa na mashemegi, ama amekataliwa na mawifi, ama amekataliwa na mevia, ama amekataliwa na bavia, ama mume ni kama hamtaki. Bwana Yesu asifiwe. So yeye anasema mimi sina mambo na divorce, ni bwanangu na watu wake ndio walikuwa hanitaki. Mwambie huyu mtu amke. Ukiamka utahubiri vitu vyako. So rejection inakuwa ni chanzo, lakini lengo la shetani ni nini? Divorce. Spiritual relationships, spiritual husband and wives. Sababu mwingine nikisema spiritual relationships huwa wanafikiria kuhusu husband peke yake. Kuna spiritual wives. Spiritual husbands zinakamata wa mama. Ikikamata mama akikaa kimwili kwa ndoto na huyo mwanaume, mumewe akija hajisikii, hampendi na hataki hata kuona sura yake. Wengine hata wanafanywa kwa kwamba yani hili kitendo kikifanyika hata unasikia ni kama mume wako jasho lake linanuka vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna mwingine amekupenda. Jambo lingine, hawa inafikianga mahali ambapo hata nguvu za kiume, nguvu za kike hakuna. Huyu akikaa na pepo bwanake anagongwa, hana nguvu za kiume. Huyu akikaa na pepo hana nguvu za kike. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hivyo kwa wanaume, anakuwa empty, lakini akienda nje ni mzima. Then hii kitu usipambane na hii. Inaelekea wapi? Divorce tu. Barrenness. Saa zingine wanatumiwa roho ya utasa. Yeye anajua yeye hazai, lakini lengo la shetani si kwamba asizai. Na ukitoka hapo ukienda nje, njia ni 2. Unaweza kuzaa ama usizae, sababu akijua ukizaa utarudi, huyu mwanaume atakurudia, anakufunga usizae. So wewe unahangaika huko sababu wewe ndio ulipangiwa usiwahi olewa. Huyu mwanaume anaoa mwanamke mwingine. Poverty. Kuna watu ambao wako na cheap heart.
akiona umasikini kidogo, mimi siwezi. Mwanaume ambao mimi ndio namlisha, kila kitu ni mimi, pasa haiwezekani, akachomoka kaenda. Hii ilikuwa kama chanzo cha kuleta divorce. Wengine wakipata pesa hawaelewani. Mwanaume anamea pembe 2, mke wake akiwa na pesa anamea pembe 7. Na ugonjwa huu huwa inatesa sana wanawake. Ndio wanaume, ukiwa na mume wako na mmeanza mkiwa hamna pesa ni sawa. Akipata pesa anaanza kutembea nje, mtu aseme amen. Lakini kuna wanaume ambao wanajua pia kutunza wake zao, ni kwa sababu wameshinda hiyo roho. Lakini mama apate kazi, apate pesa na mume hana, hautaamini. Mimi nimlee mwanaume mzima, si wenzako wako si wako nje. Jameni, mke wangu, si ni kazi? Ndio sina kazi. Hauna? Kwani ulirogwa na nani? Si uende ukatafute? Si nimetafuta sijapata. Dakika kidogo tu, yeye kazi yake ni hii. Nani yako na simu? Just a minute please. Nipe funguo ya gari. Nipe funguo ya gari please. Baby, nipe funguo ya gari. Haongei na bwanake. Unaenda wapi? Nimeita job. Tutamaliza na hiyo maneno baadaye. Nimeongea ukweli lakini. Mama, sikudanganyi, utakuja kuolewa na huyu shamba boy ameachwa hapa. Mume wako ataenda, lakini wewe kuolewa hakuna. Hakuna. Ni watu kuja kukaa na wewe kukuacha. Kukane, sababu lengo la shetani ilikuwa ni nini? Divorce. Anajua ukipata pesa you become weak. Hata katika ministry kuna watu wanyenyekevu kwa wazazi wao wa kiroho. Akipata pesa, wewe imagine, angalia vile New Life ilivyo. Si nimezaliwa na Bishop Pius Mwiri, alafu niwe bado na mtii. Haujawahi kusikia huyu mtu ni muasi? Si hapo Mungu awe amekupima? Ni kweli? The moment alikuwa hana pesa, mnyenyekevu, baba, kile umesema nafanya. Apate pesa. The moment alikuwa hana pesa, huyu mama ni mnyenyekevu sana. So shetani aliruhusu pesa zikaja, sababu anajua you are weak. Ile kitu inaweza kukuua ni pesa. You don't know that it is the spirit that gives money. Amen. And it is the spirit of marriage that gives happiness, not money. It is the spirit of marriage that gives happiness, not money. Jana nimelala kuchelewa sababu nilikuwa nakula na watoto. Unajua siku moja niliambiwa, ujue sisi pia tuko hapa kwa hii nyumba. Wewe ni pastor lakini sisi pia tuko hapa kwa hii nyumba. So tulikuwa tunakula na wanabishana na wanagombana na sisi tunaona na tunakula. Wazazi, si mnaelewa hiyo? Na chanzo cha kugombana hakuna. Jana sasa mwingine anagombana na mwenzake kwa sababu mwingine akitafuna chakula inapiga kelele kwa masikio ya mwenzake. Wewe mbona unakula hivyo? Wewe Teddy unakula inapiga kelele kwa masikio yangu. Teddy naye anamwambia si usongeze na huko. Sisi tunakaa ni kama hatujui kitu inaenda wapi. Bwana Yesu asifiwe. So then I was a father. Have to be there. That happiness in marriage is not caused by money. Sababu tulikuwa tunakula cabbage na mayai na sima. Cabbage, mayai, sima.
mayai ni shilingi 10 na cabbage ni shilingi ngapi? Nani ajui bei ya cabbage? Si useme hivyo 50 20 40, sema hivyo, usiniambie ujui. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo furaha ya ndoa haipatikani kwa utajiri, inapatikana kwa nyota ya ndoa. So shetani alijua shida yako ni pesa. Hiyo ndio maana wewe ni mnyenyekevu, akakupa pesa. Anataka ndoa yako ipasuke, uasi mumeo. Amekupa pesa na umepata pesa, na anamnyima mume pesa. Hivyo tu, technically divorced. Diseases. Kuna watu ambao wanapigwa na magonjwa ambao inawachukua muda mrefu sana. Magonjwa mpaka unasikia mume anasema, jameni, hata kama ni kuvumilia, wewe unajua nimevumilia, wewe rudi kwenu utibiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitambo umalize matibabu ni miaka 7. Huyu mtu ako na watoto wangapi? 3 na mwanamke mwingine. Saa zingine watu wanakuwa divorced through death. Ukitaka kujua kama ulikuwa divorced, bwanako hakufa tu ama mke wako hakufa, tangia kufe wewe unaishi hivyo. Akili ya kuolewa hakuna, roho ya kuolewa hakuna, mume ama mke wa kuoa na kuolewa hakuna. Ujue ulikuwa technically divorced by death. So mami, ukisema pastor, shida yangu ni ndoa, yule mwanaume mwingine alikuwa mgonjwa, disease, si ndio? Huyu mwingine ni kukataliwa. Na niletea wasichana kwa nyumba. Anakuletea wasichana? Huyu wa pili anakuletea wasichana kwa nyumba. Si wewe pia alikuleta? Alikutoa kwako akakuleta. Bwana Yesu asifiwe. Huwa anasema hivi, ukiwa na mchumba ambaye hamuelewani kwa kutoaminiana, siku ile ukisema wacha anioe ndio asitembee nje, umefanya the worst mistake ever. Huyo mtu hashibi, ataenda nje. Number 2, ukiwa na mume wa mtu akakwambia I love you, fanya makosa makubwa akuoe. Kama vile alidanganya mkewe akakupenda, atakudanganya wewe, atapenda mwingine. Githeri ni githeri, hata uchanganye na viazi ni githeri, ni tomato na viazi iko hapo ndani. Pojo ni pojo, hata upike na kimbo ni pojo. Si hapo nimesaidia mtu? God bless you man. Utakombolewa leo. Na kurudisha kwa ile mume wa kwanza. Lakini sasa alikuwa na diabetes, inamaanisha nguvu za kiume ziliandanga. Ama zilikuwako? Hakuna. Ukaenda kwa mwingine ambaye ako na nguvu mpaka anatembea nje. Huku hakuna. Ukaenda kwa yule ambaye ako nazo mpaka hashibi, anaenda kwa hoteli zingine huko nje. Sasa umebaki huku. Ulitoroka maskini ukawa kwa tajiri ambao hakai kwa nyumba. Nitamuombea yule wa kwanza apone na ndoa yako irudiane kwa jina la Yesu. Amen.